ya maombi. Siri ya kwanza ya maombi ambayo naweza nikakuletea hapa. Maombi ni njia ya kufikia. Siri ya kwanza ambayo unapaswa kuijua. Maombi ni njia ya kufikia hazina ya Mungu au hazina za Mungu. Mungu ana hazina nyingi sana, ambapo hizi hazina amezificha kwenye kitu kinachoitwa maombi. Ndio maana nikakwambia maombi ni ufunguo unaofungua popote. Maana yake kuna hazina za Mungu ambazo zinasubiri uombe ili ziweze kufunguka. Mtu wa Mungu nisikilize. Kuna hazina za Mungu ambazo zinasubiri tu wewe uanze kuomba, ndipo hazina hizi zianze kutenda kazi kwenye maisha yako. Kuna vitu mtu wa Mungu hautavifikia kutoka kwa Mungu. Kuna mambo mtu wa Mungu hautakuwa nayo, ni mpaka hizi hazina zimekufungukia. Narudia tena, maombi ni njia ya kufikia hazina za Mungu kwenye maisha yako. Maana yake usipoomba, kuna hazina za Mungu hazitatenda kazi juu yako. Andika hii: vitu vyote ambavyo Mungu anataka akufanyie au akupe au akupatie au akuhudumie au akugawie, ni lazima uelewe siri ya maombi, kwamba maombi ni njia ya kuzifikia siri za Mungu. Mungu alichoamua kuficha kila kitu, alikificha kwenye maombi. Unapotaka kutembea kwenye baraka zake, ni lazima uombe. Unapotaka kutembea kwenye agano lake fulani, ni lazima uombe. Kwa nini? Kwa sababu hizi siri ni zinafanya ufikie zile hazina. Mungu ana hazina nyingi. Moja ya hazina alizonazo Mungu, hazina ya kwanza alionayo Mungu ni afya au uzima. Hii ni hazina ya kwanza. Unataka uishi katika uzima usiokuwa na magonjwa, uishi mbali na magonjwa, uishi mbali na uonevu, ni lazima umuombe Mungu ufike kwenye hiyo hazina inayoitwa afya isiyoumwa. Kwa hiyo hazina yoyote ambayo Mungu ameificha, ambayo Mungu ameiweka, ni ameiweka kwa njia ya maombi. Ndio maana akasema, ombeni nanyi mtapewa, kwa maana kila ombaye hupokea. Kwa nini? Hazina nyingi zimefichwa. Watu wote walioko kwenye Biblia, pamoja na kwamba wengine walikuwa na hekima, lakini hautaondoa kipengele kilichokuwa kinaitwa maombi. Hautatoa kipengele kilichokuwa kinaitwa maombi. Musa, ili awatoe wana wa Israeli, ilimbidi akae magotini kuomba, azifikie hazina za Mungu zinazoitwa miujiza. Chochote Mungu anachotaka kukufanyia dada, chochote anachotaka kukufanyia Mungu kaka, chochote anachotaka kukufanyia Mungu kijana, baba, mama, ni kimefichwa kwenye maombi. Usipoelewa nafasi ya maombi juu yako, ni kwamba umeshindwa kuzielewa hazina za Mungu. Ni jambo moja kujua Mungu ana baraka, ni jambo moja kujua Mungu analinda, ni jambo moja kujua Mungu anakuepusha na mabaya, lakini ni jambo jingine kuchukua hatua ya kuomba ulinzi wa Mungu juu yako. Ni hatua moja nyingine kuomba baraka ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa nini? Maombi ni njia ya kuzifikia hazina za Mungu.
Kuna hazina ambazo Mungu ameziweka kwako zije, lakini usipoomba hizi hazina haziwezi zikatenda kazi kwenye. Kwa hiyo hazina za Mungu zimefichwa kwenye maombi. Mpendwa, unataka mme wako akae kwa utulivu, unataka mme wako awe na tabia iliyo njema. Mpendwa dada yangu, tulia na kaa kwenye hazina inayoitwa maombi. Maombi ni hazina iliyofichwa. Ndio maana wazembe huwa hawawezagi kuiona. Watu wote wakuu nao waona, wote wakuu, akiwa ni mtumishi wa Mungu, madhabahu yake ya kwanza ni maombi. Akiwa ni upande wa giza, madhabahu yake ni matambiko, kwa sababu kwenye matambiko kuna maombi pia. Yale manuizo ndo maombi. Kwa hiyo maombi ni njia ya kufikia hazina ya Mungu au hazina za Mungu. Vitu vyote ambavyo Mungu anataka kufanya juu yako, anavyotaka kumfanyia mwanadamu, ni amevificha kwenye maombi. Uzuri unao, elimu unayo, hekima unazo, ila umepungukiwa maombi. Umepungukiwa maombi, kwa sababu maombi ni moja ya kitu ambacho Mungu mwenyewe ameficha vitu vyake mahala pale kwa ajili ya watoto wake, kwa kila amwombaye. Mtoto yeyote asiyemwomba baba asitarajie kupewa kitu na baba yake. Narudia tena, mtoto yoyote asiyeomba kitu chochote kwa baba yake asitarajie kupewa chochote kutoka kwa baba yake. Luka ile sura ya 14 nitazungumzia kwa mfano. Mwana mpotevu, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akasema, baba, ninaomba unipe sehemu inayoniangukia. Maana yake wewe kuna sehemu iliyopangwa permanent na Mungu kwa ajili ya kukufikia. Lakini usipoamua kukaa kwenye maombi ukamuomba baba yako, nilikwambia hapo awali, maombi ni mazungumzo kati ya baba na mtoto. Wewe kama mtoto wake unaenda, baba, naomba unipe kitu kinachonihusu mimi. Kuna vitu vinavyokuhusu wewe lakini havipatikani kwako, ni kwa sababu ya kushindwa kuomba. Huyu kijana aliona kwamba kuna uharari wa vitu vyangu vipo kwa baba, ambavyo natamani niwe navyo, ambavyo natamani nikae navyo, ambavyo natamani nivimiliki, lakini nitavimilikije nisipomuomba? Unatamani uwe na afya njema, unatamani uwe na uzima ndani yako, ndani ya familia magonjwa yakimbie, ndani ya familia kuwe na amani. Je, hii amani imefichwa wapi? Amani imefichwa kwenye maombi. Kwa maana aombaye hupokea. Jambo la pili, na kushauri wewe unayenifuatilia, usitoke hapa. Nimekwambia maombi tutajifunza, lakini na tutaomba kwa vitendo. Mimi sikufundishi tunaenda kaombe, nenda kaombe, tutaomba. Na wiki hii tutaongeza, iwezekana utafika mpaka saa 5. Si tumesema mwezi huu ni mwezi wa kuomba mpaka tupewe haja ya mioyo yetu. Wewe unayeingia na kutoka, ninakuonea huruma. Jambo la pili, andika. Shetani anapotaka kufunga mlango wa maendeleo kwako, anapotaka kufunga mlango wote wenye faida kwako, ni anaanza kufunga mlango wa maombi. Na ndiyo maana shetani anapomshambulia mtu anakimbilia kwenye kitu kinachoitwa maombi. Anakimbilia kwenye hicho kitu kinachoitwa maombi ni ili akuondoe usizifuatilie hazina za Mungu,
ambazo zimefichwa kwenye eneo la maombi. Narudia tena, shetani anapotaka kufunga, anapofunga mlango wa maombi, ni amekuwa amefunga, amekufungia uwezo wa kupokea vitu kutoka kwa Mungu. Narudia tena, shetani anapofunga mlango wa maombi, anapofunga mlango wa maombi, ni amefunga uwezo wa kupokea vitu kutoka kwenye hazina ya Mungu, kwa sababu utakapoomba utafika kwenye hazina ya Mungu na utachukua unachotaka. Kwa hiyo unaposhindwa kuomba, shetani akafanikiwa kufunga eneo la maombi, akazuia maombi. Shetani anaweza akakuacha ubaki na maarifa, shetani anaweza akakuacha ubaki na ufunuo, lakini akakuzuia usiombe, kwa sababu anajua unapoomba ni unachukua hazina yako unayoitaka iwe sehemu yako. Shetani anapokufunga kuomba, anapokuzuia kuomba, ni anazuia usichukue kile kilicho cha kwako. Shetani haoni shida kukuacha na maarifa. Shetani haoni shida kukuacha kwenda kanisani. Shetani haoni shida kukuacha wewe kuwa Mkristo wa kawaida, ila anachodiri nacho cha kwanza, kuna watu wamekariri maandiko, Biblia yenyewe mpaka ikasome ilivyokariri maandiko, lakini amenyimwa nafasi ya kuomba. Shetani amefunga huu mlango, na ninatamka katika jina la Yesu, kila shetani aliyefunga lango la maombi kwako, ninatangaza kuanzia leo hilo lango la maombi lifunguke katika jina la Yesu, ili ukaiombee ndoa yako, ili ukaiombee huduma yako, ili ukaombee uzao wako, ili ukaombee biashara yako. Malango funguka ya maombi katika jina la Yesu. Nakwambia hivi, shetani anapotaka kukunyima au kukuzuia, hawezi akakuzuia kusoma neno. Anaweza asikuzuie kusoma neno, asikuzuie kwenda kanisani, asikuzuie kufanya nini, vitu vingine vyote, lakini akakuzuia kwenye kitu kinachoitwa maombi. Kwa nini? Kwa sababu anajua kwenye maombi ndiyo njia pekee ya kuzifikia zile hazina ambazo Mungu amekupa. Nisikilize mwana wa Mungu, kuna vitu kwenye maisha yako hautakaa uwe navyo, ni mpaka utakapoamua. Lakini pia kuna vitu kwenye maisha yako havitakaa viondoke, ni mpaka utakapoamua kuomba. Kwa hiyo shetani anapofunga mlango wa maombi, ni amekuwa amefunga uwezo wa kupokea vitu kutoka. Hizi ni baadhi ya siri ninazokupa hapa. Naelezea siri ya kwanza. Jambo la tatu, mtu ambaye hana kitu, mtu ambaye hana kitu ni mtu ambaye hana maombi. Narudia tena, mtu yeyote ambaye hana kitu chochote kwenye maisha yake, hana chochote kwenye maisha yake, hana uchumi mzuri, hana ndoa nzuri, hana heshima nzuri, hana kusikilizwa, ni kwa sababu hana maombi. Chochote unachotaka kwako kiwe na matokeo, lazima ukiombee. Narudia, mtu yoyote au mtu ambaye hana kitu ni mtu ambaye hana maombi. Maana chochote ambacho hauna ni kwa sababu hauombi. Narudia tena, maana kwa sababu chochote ambacho hauna, jaribu kuangalia unataka nini. Bartimayo kipofu anamuomba Yesu, mwana wa Daudi, unirehemu. Anamuuliza, unataka nikufanyie nini? Hili ni ombi lake. Na kuna wengine vipofu
walikuwa wako pale. Yesu hakushughulika nayo. Yesu hashughuliki na mtu asiyeomba. Yesu anashughulika na mtu anayeomba. Bartimayo kipofu alipoanza kuomba, pamoja na kunyamazishwa, lakini hakutaka kufumba kinywa chake. Aliamua kukifungua kinywa chake na kumwambia, Bwana, ni wewe uliyesema kwamba mimi Roho wa Bwana yu juu yangu, amenipaka mafuta ili kuwafungua vipofu, ili kuwaacha huru walioonewa, ili kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Bartimayo aliposikia hizo habari akasema, Yesu, ni wewe uliyesema kwamba umekuja duniani kwa ajili ya kuwapa watu macho, na mimi ninaomba unipe macho. Yesu, ninataka nione. Yesu akampatia macho. Kwa nini? Usichokuwa nacho hakitakuja kwako. Vipofu walikuwa wengi katikati ya Bartimayo, lakini aliyepata kuona ni Bartimayo peke yake. Kwa nini? Aliomba. Kwa mpendwa, chochote usichokuwa nacho ni kwa sababu hauombi. Chochote usichokuwa nacho kwenye maisha yako ni kwa sababu hauombi. Tumia muda wa kukaa na Mungu. Hana alikuwa na uhitaji wa mtoto. Alichoamua, ninataka mtoto. Akaamua kupiga zake ndimi pale mpaka mume wake anasema, wewe mwanamke utaendelea kunywa kileo mpaka lini? Akasema, si hivyo mume wangu unavyonifikiria. Mimi ni mwanamke mwenye uchungu sana, ninayemtaka Mungu anipatie mtoto. Mume wake akamwambia, alikuwa kuhani, basi Mungu akujalie kwa rehema zake hiyo haja ya Mungu. Kwa nini? Samueli alipatikana kwa maombi. Ndio maana Mungu kuna watoto nyie mmezaliwa baba na mama yako baada ya kuombewa. Lakini leo hii umekuwa unaignore maombi. Unaomba kistaarabu kwa sababu una PhD, kwa sababu wewe ni diplomasia. Sisemi akili yako, sisemi usomi wako, hapana. Ninajaribu kukuonyesha kuna watu walikuwa na elimu zao, tena wengine walikuwa ni wana elimu, lakini wanaomba mara 3 kwa siku. Huyo namzungumzia nani? Namzungumzia Danieli. Wana elimu kuliko watu wa Wakaridayo wote, na wana hekima kuliko waganga, lakini wanaomba mara 3 kwa siku, tena wanafungua na madirisha ya nyumba yao ili waweze kusikia, kwa sababu alichokuwa nacho Danieli alikuwa anakipata kwenye maombi. Unamuona Danieli anaanza kuomba kwa habari ya wana wa Israeli watoke katika nchi ya utumwa. Majuma 70 yameshapita, akaanza kuomba. Upinzani ukainuka pale juu kwa ajili ya kuzuia wasitoke, lakini akaendelea kuomba. Malaika wa Bwana anamtokea, anamwambia, Danieli, mtu upendaye na Bwana, toka siku ulipotia ufahamu. Kumbe ufahamu usipokuwa na maombi unakuwa kopo. Danieli alipopata ufahamu alianza kuomba. Kuna watu wana ufahamu na hawaombi. Chochote usichokuwa nacho ni kwa sababu haujaomba. Jambo jingine la 3. Naomba tusome kwenye kitabu cha Yakobo. Yakobo ile sura ya kwanza. Yakobo sura ya kwanza. Mandeli kabora da soko taraba. Sharere bakada bazudaraba. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 2. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 2. Neno la Bwana linasema. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 2. Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 2. Neno la Bwana linasema, mwatamani wala hamna kitu, mwaua na kuona wivu wala hamuwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Twende kitaratibu kwenye huu mstari. Mwatamani. Unatamani kuwa na uchumi mzuri, unatamani kuwa na kitu fulani kwenye maisha yako, lakini kile kitu hakitakuja kwako. Anasema mwatamani
wala hamna kitu. Unatamani, unaishia kutamani. Natamani kuomba kama yule. Amua kuanza kuomba. Ndio maana jana nikakwambia maombi ni kuomba tu. Maombi ni kuamua kuomba. Amekujibu, omba. Hajakujibu, omba. Mungu wakati hajajibu kwa Danieli, malaika akiwa anapambana kuleta majibu, Danieli hakuacha kuomba. Wewe hiyo jeuri unasema nina miaka 8 ninaombea jambo hili, umelitoa wapi? Kuna watu walikaa utumwani miaka 70 na wakaendelea kuomba. Mtu wa Mungu, hamna wala hamna kitu. Mwatamani wala hamna kitu. Mwaua na kuona wivu wala hamwezi kupata. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Maana yake unaweza ukafanya namna nyingine zote, ni mpaka ukae dada kwenye maombi. Unaweza ukafokea watu, kaa mbali na mme wangu. Unaweza ukafokea watu, kaa mbali na mke wangu. Unaweza ukafokea watu, kaa mbali na mtoto wangu. Unaweza ukafokea ukawatafuta watu kuwapiga kwa sababu wanawazunguka watoto wako, wanawaharibia tabia. Kumbe lengo lake wewe ni kaa kwenye maombi. Unasema mimi sijakuzalia makahaba, mimi sijakuzalia vijana ambao watachukuliwa na dunia. Hapana, watoto wangu ni kwa ajili yako wewe. Unawasokota kwenye maombi, wakitoka hapo akili zinaanza kujipanga. Ndio maana kuhani Eli kwa kushindwa kuwaombea watoto wake, ndio maana walikuwa wameharibikiwa. Ila Hana kwa sababu ya mtoto wake alimpata kwenye maombi na akaendelea kumuombea. Ndio maana aliendelea kukua katika hekima na akili. Musa na yeye vivyo hivyo. Jambo jingine, hapo niende jambo la pili. Moja ya kujua kwamba Mungu anataka kukupa kitu au anataka kuachilia kitu ndani yako, ni anakuvuta kwenye eneo la maombi. Nataka nikwambie hivi, ukianza kujisikia ndani yako kiu ya kuomba, jua Mungu anataka kukupa kitu. Yaani unashangaa tu, mifungo haikatiki kwako, maombi hayakatiki, muda wote unajisikia tu rama kateleba shandaraba katuradeba sokota makataragede soko pradaba. Unatamani tu muda wote ukae peke yako, unatamani tu muda wote ujifungie, unatamani unaenda kazini lakini hautaki buguza. Umeweka audio hapo ikiwa inapiga tu, muda mwingine unamweka Boaz Danke hapo anaabudu, na wewe unajikuta tu umepitiliza huko ofisini. Muda mwingine unamweka Dr. Ipiana, muda mwingine unaweka Essence Worship, muda mwingine unaweka Justine asifiwe, muda mwingine unaweka mafundisho ya mtu wa Mungu fulani. Ndani yako tu unaanza kujisikia kuomba. Nataka nikwambie hiyo ni haramu ambayo inakuvuta. Mungu anataka kupe kitu, na hicho kitu anataka uzame kwenye maombi, uzame tena uzame. Wote waliokuwa wanataka kupewa vitu, Mungu alikuwa anawavuta kwenye maombi. Wote waliokuwa wanataka kupewa vitu na Mungu ana makarabakata, alikuwa anawavuta kwenye maombi, anawakarisha kwenye maombi. Wanakaa hapo anawapika, wanakaa hapo anawajaza. Wakija kutoka hapo wamekuwa watu wengine, wakija kutoka hapo wanakaa wanakuwa watu wengine kabisa. Ukimwangalia Gideoni ili awe mkombozi, ilibidi akae peke yake, Mungu ampike. Alipotoka hapo amekuwa mwokozi wa kizazi chake na familia yake. Na wewe kuna muda unatamani familia yako itoke kwenye maeneo fulani, lakini viashiria vikija unapenda sana ukae na watu tena. Unaanza kuignore hii, sielewi ni nini. Kumbe roho Bwana ni anakuvuta. Kuna wengine Bwana anawaamsha usiku wa manane, akiwaamsha kuomba. Lakini nataka nikwambie usiku wa leo ya kwamba hii neema ya kuomba ili uingie kwenye hazina za Bwana, acha iporomoke juu yako katika jina la Yesu. Unapoanza kuona kiu fulani inaingia ndani yako,
unaanza kujisikia tu nyimbo za kuabudu sana ndani yako. Unaanza kujisikia tu sijui nimsikilize hata bishopu fulani hivi na ndimi zake makarado shakataraba. Unashangaa hapo unafungulia kanda ya aposto fulani, unaanza kunena tu. Hiyo ni kwambie ni haram inayokupeleka kwenye hazina zako. Lakini wengi sasa ikianza kuona hivi wanakuza ubinadamu. Yaani anaanza kuona kwamba ubinadamu unakuwa mwingi. Yaani ubinadamu hapo sasa ndo unaongezeka. Ukianza kuona hiyo, elewa kwamba ni unatakiwa uingie kwenye kiwango fulani. Jambo la pili, kwa herufi kubwa, vile vilikuwa ni vipengele vya jambo la kwanza. Jambo la pili, maombi ni mlango unaokuingiza kwenye mema na neema na rehema za Mungu. Narudia tena. Maombi ni mlango unaokuingiza kwenye mema, rehema, na neema za Mungu kwenye maisha yako. Kuna neema na rehema za Mungu hazitatenda kazi juu yako ni mpaka utakapoamua kuomba. Mtu yoyote asiyeomba, kuna neema na rehema za Mungu hazitatenda kazi juu yake. Kiwango cha neema utakayokuwa nayo kwenye maisha yako ndiyo kiwango chako cha kuomba. Maana yake nasemea kiwango cha uchumi utakachokuwa nacho, kiwango chako cha kuomba utakachokuwa nacho, ndicho kiwango cha neema itakayotenda kazi juu yako. Kiwango chochote utakachokuwa nacho ndicho kiwango cha maombi yako. Kama kiwango chako cha kiuchumi ni hiki, ndio kiwango chako cha maombi kilichoshikia. Neno la Mungu linasema hivi, nimekufungulia mlango ulio mpana sana, kwa maana hapana awezaye kufunga, kwa kuwa unazo nguvu kidogo. Hiyo ni Ufunuo 3:8. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba Mungu anapokufungulia mlango, Mungu anapoachilia neema fulani kwako, Mungu anapoachilia jambo fulani kwako, Mungu anapoachilia hatua fulani kwako, ni anaiachilia na nguvu ya maombi ndani yako. Kama amefanikiwa kukufungulia hicho kiwango cha neema, maana yake kadri unavyoomba, milango inazidi kufunguka. Milango ya uchumi inazidi kufunguka. Milango ya biashara inazidi kufunguka. Milango ya watu sahihi inazidi kufunguka. Milango inazidi kufunguka. Kwa nini? Kiwango chako cha maombi ndicho kiwango kitakachofungua neema ya Mungu kwenye maisha yako. Ndicho kitakachozalisha rehema za Mungu kwenye maisha yako. Ndicho kitakachozalisha mema ya Mungu kwenye maisha yako. Kuna mema ya Mungu hayatakuja kwako ni mpaka uamue kuomba. Andika hii pia. Adui huwa anapambana sana kumzuia mtu asiwe na maisha ya maombi. Narudia tena. Adui huwa anapambana sana kumzuia mtu asiwe na maisha endelevu ya maombi. Kwa nini? Kwa sababu anajua huko ndo kuna vitu vyako, kuna mlango. Nilikwambia kwamba maombi ni ufunguo. Unaweza ukafungulia afya, ukafungulia uchumi, nilikwambia maombi ni ufunguo. Kwa hiyo maombi ni mlango unaokuingiza kwenye mema, rehema na neema za Mungu kwenye maisha yako. Andika hii kabla sijakupa andiko. Adui huwa anapambana sana kuzuia maombi kwenye maisha ya mtu ili akose neema za Mungu zinazoweza kumsaidia kwenye maisha yake. Narudia tena. Ya kwanza nimesema adui huwa anapambana sana kumzuia mtu kwenye maisha yake asiwe na maisha endelevu ya maombi, asiwe na maombi endelevu. Lakini ya pili nimesema adui huwa anapambana sana kuzuia maombi kwenye maisha ya mtu ili akose neema za Mungu zinazoweza kumsaidia
kwenye maisha yake. Kuna neema ya kukuepusha na mabaya. Kuna neema inayozuia uharibifu. Kuna neema ya kulindwa na nguvu za Mungu. Kuna neema ya kuponywa na magonjwa. Kuna neema ya kuwekewa ngao mbele yako, lakini havitakuja kutokea kwako, ni mpaka pale utakapokuja kuomba. Lakini huyu adui anapozuia hiyo neema, anapozuia hiyo neema ya maombi, ni anazuia ili usiweze kupokea chochote kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapoona mambo kama hayo, unapoona vitu kama hivyo, elewa kinacholengwa ni shetani. Shetani unajua anaweza akakuletea kama mtu tu kwa ajili ya kukuchatisha. Yaani muda wako uliojiwekea wewe kuomba ndo kanakupigia simu. Yaani muda uliojiwekea kuomba ndo kanakupigia simu. Yaani umejiwekea kuanzia saa 4 mpaka saa 5 nitakuwa kwenye maombi. Ndo kanaanza kukupigia. Sijui nini. Nimekumisi, nimekungwengwe. Umeona sasa? Kwa hiyo shetani anaweza akatumia vinjia vidogo vidogo sana. Ndio maana anakuambia hivi, adui huwa anapambana sana kuzuia maombi kwenye maisha ya mtu, ili akose mema au neema zitakazoweza kumsaidia kwenye maisha. Unashangaa kama mtu fulani hivi kametoka hivi na kukwenkwe sana, na mimi na kukwenkwe. Sasa hiyo na kukwenkwe inaenda, ulikuwa unaomba vizuri. Kuna watu wengine mmeletewa tu viwakala vya shetani ili viwatoe kwenye maombi, viwatoe tu kwenye maombi, matokeo yake ukagaragara kwenye dhambi. Waibrania sura ya 4 mstari wa 16. Waibrania sura ya 4 na ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasemaje? Waibrania 4:16. Male soko talabalaba. Leo nafundisha ili kusudi tunapoenda kuomba, mtu wa Mungu, usiwe na dauti. Neno la Mungu linasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Kuna mambo kama matatu. Anasema hivi, basi na tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri. Kwanza unakisogelea kiti cha neema. Kiti cha neema kimebeba kila kitu. Moja, kiti cha neema kimebeba rehema. Lakini hicho kiti cha neema kimebeba neema itakayokusaidia kwenye maisha yako. Kiti cha neema cha kwanza kimebeba rehema. Lakini cha pili, kiti cha neema kimebeba neema ndani yake ambayo inaweza ikakusaidia. Una mahitaji fulani, neema ya mahitaji itakuja. Una jambo fulani, neema ya rehema inakuja ndani yako, inakuwezesha na kukusaidia. Jambo la tatu, pia leo naongeza muda kidogo. Jambo la tatu, maombi ni leseni inayompa Mungu. Hizi ni baadhi ya siri za maombi. Yaani unatakiwa uzijue kwamba ninapoomba, je, hapa ninatumia leseni au ninatumia kitu gani? Maombi ni leseni. Maombi ni leseni. Narudia tena. Maombi ni leseni inayompa Mungu nafasi ya kuingilia kati, ya kuingilia kila jambo, ya kuingilia kila hali, ya kuingilia unachokipitia, ya kuingilia ajenda yoyote. Narudia tena. Maombi ndiyo leseni inayompa mtu uhalali, inayompa Mungu uhalali
wa kuingia kwenye maisha yako kuleta msaada. Maana yake usipoomba wewe hauhitaji msaada, lakini sisi tunaohitaji msaada wa Mungu ni lazima tutaomba. Kwa hiyo kuna vitu kwenye maisha yako Mungu hataleta msaada, ni kwa sababu hujaomba. Unahitaji msaada kwenye afya, unahitaji msaada kwenye biashara, unahitaji msaada kwenye jambo fulani, lazima uombe. Kwa hiyo unapoomba ni unatoa leseni ya kwamba Mungu, nimekupa leseni hii hapa ya kuweza kuingia kwenye maisha yangu, kuingia kwenye afya yangu, kuingia kwenye ndoa yangu, kuingia kwenye huduma yangu, kuingia kwenye biashara yangu, kuingia kwenye uzao wangu, kuingia kwenye kila eneo la maisha yangu. Maana yake maombi ni leseni. Maombi ni leseni inayomfanya Mungu aingie. Kama ambavyo kuna baadhi ya ofisi ukienda, usipokuwa una cheti fulani hauingii. Hata kama umekisahau nyumbani hauingii. Usipokuwa na anwani fulani hauingii. Ndivyo na Mungu ili aingie kwenye maisha yako kukusaidia. Ndivyo alivyo na Mungu ili aingie kwenye kazi yako, aingie kwenye ndoa yako. Ni anahitaji umpe leseni inayoitwa maombi. Ngoja nikuonyeshe. Andika hii kabla sijakupa. Andika. Mbingu haziwezi kutimiza chochote kwako au kwangu kama sina muda wa kuomba. Narudia tena. Mbingu haziwezi kutimiza chochote kwako, kwangu, mpaka pale nitakapotoa muda wa kuomba, mpaka pale nitakapoanza kuomba. Mbingu ziko tayari kumsaidia yoyote ambaye atafungua kinywa na kuomba. Mbingu zinakuja kumsaidia. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 6. Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6 na ule mstari wa 9 na wa 10. Neno la Mungu linasema hivi: basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Maana yake ufalme wako uingilie kati ninachotaka. Uingilie kati kwenye hii hali. Kama ufalme wako unavyotenda huko, maana yake na utaka ufalme wako utende kwenye maisha yangu. Maana yake unapoomba unaulazimisha ufalme wa Mungu, Mungu atende kitu kwenye maisha yako. Mstari wa 10 anasema mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Maana yake kuna vitu mbinguni ambavyo vilishatimizwa tayari, lakini hatutavipata sisi, ni mpaka tuombe ndipo vitimizwe kwetu. Narudia tena. Kuna vitu mbinguni vilishatimizwa, mwana wa Mungu, na viko tayari kwa ajili ya maisha yako, lakini vitu hivi havitakuwa na nguvu kwako, na mbingu haitaviruhusu vitende kazi kwako, ni mpaka pale utakapoomba. Utakapoomba, mapenzi ya Mungu yaliyotimizwa mbinguni yatatimizwa na duniani. Mbinguni kumetimizwa nini? Mafanikio. Mbinguni kumetimizwa nini? Kutokuumwa. Mbinguni kumetimizwa nini? Kutengwa mbali na kila uonevu wa giza. Mbinguni kumetimizwa nini? Baraka zake ziambatane na sisi. Mbinguni kumetimizwa nini? Mbinguni kumetimizwa kila kitu. Lakini tunapoomba sasa, tunampa Mungu leseni ya kuingia sasa kuyatimiza yale yaliyotimizwa mbinguni. Mbinguni kuna kila kitu kimetimizwa, ila unapoomba, mtu wa Mungu, vinaingia kwako, vinakuja kwako. Anasema mapenzi yako yatimizwe. Maana kuna mapenzi ya Mungu kule dunia, mbinguni yalishatimizwa. Hapa duniani bado ni anamhitaji mwana maombi. Mapenzi ya kuwa na mme yalishatimizwa mbinguni, ila yamebaki kwako kaka dada kuomba. Mapenzi ya kuwa na mke, mapenzi ya kuwa na mme
yalishatimizwa mbinguni tayari. Mapenzi ya kuwa na uzao, kuwa na watoto yalishatimizwa mbinguni, ila jambo lililobaki ni wewe kufungua kinywa na kumwomba Mungu mapenzi yatimizwe hapa, mapenzi yanayoitwa afya, mapenzi yanayoitwa uhai, mapenzi yako Bwana yakatimizwe kwenye maisha yetu. Usipoomba kuna mapenzi hayatatimizwa. Hizi ni siri ninazokupa. Juma lililopita nilikuwa nakupa nini maana ya maombi. Nini maana ya maombi? Hizi ni siri za maombi sasa. Yaani hapa ndo tunaanza kuingia, ili unapoingia kuomba, uombe si kwa kujiuliza wala kwa kujishaua. Kwa hiyo kuna siri nyingi. Kuna maombi ni leseni inayompa Mungu uhalali wa kuweza kuyahudumia maisha yako. Andika hii, niende jambo la 4 la mwisho. Shetani anapokuvamia, moja ya eneo ambalo anakushambulia kwa haraka ni eneo la wewe kutokuomba, kwa sababu anajua utakapoomba kuna mapenzi ya Mungu yatatimizwa hapa duniani, kuna mapenzi ya Mungu yatatendeka hapa duniani. Maana yake utakuwa umempa Mungu leseni. Nataka nikwambie kwamba wewe uliyezuiliwa usiombe, nataka nikwambie usiku wa leo neema ya kuomba, na utaomba na utaanza kuombea vitu vyako kwenye maisha yako. Chochote unachotaka kimefungwa kwenye maombi. Jambo la 4 na la mwisho, maombi ndiyo yanayosababisha ili uweze kufaidika na kila ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Maombi ndiyo yanayosababisha uweze kufaidika na ahadi za Mungu. Siri nyingine ya 4, maombi ndiyo yanayokupa wewe uwezekano wa kufaidika na ahadi za Mungu. Mungu amekuahidi vitu kibao, lakini hauna. Ni kwa sababu hujaomba. Yakobo anasema hamuombi kwa sababu hamna. Mwafanya vita mpaka kuua, mwaona wivu, mwatamani, kwa sababu hamna, ndio maana hamuombi. Kwa hiyo Mungu kuna vitu alivyokupa. Shetani jambo la 4, maombi ndiyo yanayosababisha ili uweze kufaidika na nini? Na ahadi za Mungu kwenye maisha yako. Andika hii. Kuna vitu vingi Mungu ameahidi kwenye neno lake kupitia vinywa vya watumishi wake, lakini havijatimia kwako. Ni kwa sababu haujaanza kuomba. Ni jambo moja kutabiriwa ya kwamba wewe ni tajiri mkubwa sana, ya kwamba utaanza kupanda ndege kwenda Indonesia, ya kwamba utapanda ndege meli kwenda Israeli, ya kwamba sijui utapanda nini kwenda wapi. Ni jambo moja kuambiwa hivyo, lakini ni jambo jingine wewe kuzama na kuomba hizo ahadi ambazo Mungu amekupa. Ngoja nikusomea andiko nikuchokoze, ili tunapoenda kuomba ukaombe kwa asili. Vitu vingi Mungu ametuahidi ila hatuna. Petro wa pili na ile sura ya 1 mstari wa 4, neno la Mungu linasema hivi: tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani, ili kwamba kwa hizo mpate kuwa washirika wa tabia za uungu, mkiokolewa na uharibifu uliomo duniani kwa sababu ya tamaa. Jambo la kwanza, tena kwa hayo ametukirimia ahadi kubwa mno za thamani. Kuna ahadi kubwa na za thamani kwenye maisha yetu, lakini tusipoomba tutazisikia tu. Mimi nimekataa. Mwezi wa pili huu nitamwomba Mungu mpaka anipe haja ya moyo wangu.